Sasa hivi tunafanya ziara. Unaona, yani popote ulipo. Kwa hapo tulikuwa tuna msafara na magari kama mnavyoona yanapopita ya magari. Ndiyo. Lakini mpaka sasa hivi tumefika sehemu ambako sasa magari hayawezi kupita. Hapa tuko vijijini tunafanya ziara kwa wafugaji wetu. Wafugaji wote mkae standby. Popote ulipo tunakuja. Unaweza kaona. Na tuna ulinzi. Tuna ulinzi kwa sababu Saudia school. Safi. Hii majani yako wapi? Majani unakula yako wapi? Down to ameisha bosi ndani. Yako wapi? Kwani majani unatoa wapi? Ustananunua. Ananunua kutokia wapi? Hii yes. Majani. Majani fanyaje? Tokea ndani. Njoo tuwai. Hapo taratibu hapo. Leta maji. Maji ya kunywa wapi? Nipo. Umeokea nipo? Umefundisha jinsi ya kutumia nipo? Nimeelekeza. Huyu jamaa anafuatilia sana mtandaoni. Ndio anajiongea. Sasa leta maji kijana. Ndugu watazamaji wetu wa Sauli TV, sasa hivi tuko kwenye ziara. Hii ziara imegawanyika mara mbili. Ni ziara kwa ajili ya kutoa elimu kwa wafugaji, lakini pia kwa ajili ya kuangalia ni namna gani zile bidhaa zinachukuliwa. Sababu unapochukua sungura tutakupa elimu kwamba unatakiwa uchukue mvune mkojo kwa namna gani, walishe sungura kwa namna gani, lakini pia ni namna gani unatunza sungura. Sasa hii ni ziara ya kushtukiza kwa mfugaji, mmoja wa wafugaji wetu, na tutaendelea sasa hivi. Imeanza wiki iliyopita na sasa hivi inaendelea mpaka mwezi wa 9, na baada ya ziara ndio tutakuja kuwa na vikao vya wawekezaji. Tulishatoa ratiba ya vikao vya wawekezaji ambavyo vitaanza tarehe 15 mwezi wa 9. Lakini kabla ya hapo tutakuwa tuna ratiba ya kutembelea mfugaji mmoja baada ya mwingine na kutatua kama kuna changamoto tutakuwa tunakupa elimu na kuweza kutatua changamoto. Kwa hiyo vitu vya kuangalia sana kwa mfano kuna vitu vinavyoweza kupelekea vifo vya sungura. Kitu cha kwanza sana kinachoweza kusumbua katika ufugaji wa sungura ni ulishaji. Ama unalisha pellet ama unalisha majani. Ushindi au kufanikiwa katika biashara ya ufugaji wa sungura kibiashara, kitu kikubwa namba 1 ni ulishaji. Nikisema ulishaji na maanisha nini? Tunakuwa tuna vyakula ambavyo tunalisha sungura, kwa mfano rabbit pellet. Kwa mfano kama huyu unaona ameweka pellet. Sasa ukiangalia ile pellet, huyu mtu wakati anaweka pellet, unaweza kumulika hapa. Unaweza kaona hii pellet ya juu jinsi ilivyokauka, lakini ukija ya chini huku chini unakuta labda bado ina unyevunyevu. Sasa kwa nini tunawapa hii pellet tunaiwekea unyevunyevu ili nani ukae karibu unaona maelekezo nayotoa.
pellet ikiwa na unyevunyevu ndio sungura anakula vizuri, kwa sababu sungura kila pellet yenye unyevunyevu manake hata ukaukiwa. Sasa ikitokea amekula pellet ambayo ni kavu na hujamwekea maji, hiyo inaweza kapelekea sungura kutengeneza gesi, na kitaalamu anatengeneza kitu kinaitwa bradycardia ambacho kinaweza kumpelekea kufa. Na kama utakapoweka chakula asubuhi, lazima kila baada ya masaa mawili upite kwenye banda lako kuangalia sungura. Kwa mfano kama haya tayari imeshakuwa ni kavu. Kwa hiyo kila sungura wewe uliweka maji, utaona uliweka maji, lakini baadaye sungura wako akija kula anaweza kupata madhara ya kujaa gesi. Hebu naomba ulete maji. Kwa hiyo ukikuta tu ukipita kwenye banda lako, leta retriever inakuwa weka hapo chini. Unaweka maji kiasi. Na ukishaweka hivi unachanganya. Kwa hiyo tena unaongeza maji mpaka chakula kinabaki kuwa na unyevunyevu. Hii unaona chakula kinavyotakiwa kuwa. Ukishachanganya hivi, ukitaka kukamua unaweza ukaona maji yanatoka kwa mbali sana baada ya kukamua sana. Sasa ukikamua ukiona maji yanatoka, maana yake sasa hiyo umeshakiharibu. Kwa hiyo ukishamtengenezea hivi, basi unamwekea sungura wako, anaweza akala pellet yako vizuri na tayari anakuwa amepata maji. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni maji lazima yawepo kwenye banda muda wote. Licha ya kuwa umewekea chakula, kwa mfano ukiangalia toa bakuli vyote kwenye mabanda. Twende bakuli vyote. Ile bakuli kwenye mabanda. Tutie maji. Umeona kwa mfano kaiji onesha hichi. Umeona hichi kwa mfano unaona tayari ni kikavu sana. Kwa hiyo inabidi upite uweke maji kidogo kipate unyevunyevu, alafu ndo mwachie sungura wako aendelee kupata chakula. Hilo zoezi linatakiwa lifanyike mara kwa mara. Ukikosea kipindi hicho, njoo mmoja ufanye akala kakaukiwa, umeona? Utaona kabisa karibia kote kila tunakoenda, weka. Utaona kote utakuta sasa ongeza kidogo. Kijana unaona maji tunayoongeza? Umeona? Ikishakuwa hivi sasa ndio inakuwa iko tayari sasa kwa ajili ya kumlisha sungura wako. Umeona karibia yote imekauka. Kwa hiyo wewe uliweka maji asubuhi, unakuwa umesema alhamdulillah sungura wangu amepata maji, lakini kwa sababu Dar es Salaam kuna joto. Kwa hiyo kila unavyofanya hivyo, manake sungura wanaendelea kufanyaje? Kukaukiwa. Na nipata ndugu yangu. Kwa hiyo inategemea kwa watu ambao wana joto kama hapa Dar es Salaam, manake vyakula vyao wanatakiwa warudie mara kwa mara, chakula kiwe na unyevunyevu, pellet ndio wapewe sungura, kuliko kusema nimewawekea asubuhi nitakuja kuangalia jioni. Na kama unafanya hivyo, hakisha kwamba maji yanakuepo kama hivi, unaona chakula kinakuwa kiko vizuri, unawekea enda kuwekea. Msaidie kuwekea. Shika msaidie kuwekea. Leta kijana, wewe ndio kaa hapo, usiende mbali. Weka hapo uangalie kitu kinachofanya. Wape hizo ambazo nimeshana, nichukua hizo ambazo nimeshaweka, tia maji kidogo. Leta maji mengine. Ifanya wewe. Halafu sasa hiki chakula kishawawekea sungura wakala jioni usiku, kikilala asubuhi, maana yake unatakiwa ukikaushe, usiwawekee chakula kilicholala kwenye banda. Asubuhi unatakiwa kinyaushe. Ukiweke juani, unakitoa unakiweka juani, unakikausha, unakuja kuwalisha upya. Usiongezee chakula kilicholala kwenye banda la sungura, foro kimebakia kidogo, ukasema uweke kingine. Kama kikibaki mpaka asubuhi, basi kile cha asubuhi unakianika kinapata jua, alafu unakuja kuwawekea mchana. Na naomba kibakuli ambacho hakina chakula. Bakuli ambacho nayo. Leta bakuli vyote. Zarani, chukua bakuli wawekee sungura wawekee. Kwa hiyo kwenye ufugaji wa sungura, hisi tunafuga sana organic. Entertain sana matumizi ya madawa, kwa sababu kulingana na nyama tunayohitaji, tunataka nyama ambayo ni organic, nyama ambayo haina dawa, haina antibiotic. Kuna antibiotic hazihitajiki sokoni. Kwa lazima tuwafuge sungura wetu bila kuwapa dawa. Kwa sababu ukiwapa dawa, maana yake unaharibu bidhaa tunazotelekea sote. Sasa unawezaje kufuga sungura bila kuwapa dawa? Na ndio maana unaona tunakuwa na banda bora, ambalo banda bora hili hapa linamruhusu sungura linamruhusu kwamba atakapokaa kwenye banda
Ndio hapa. Unamwona kwa mfano sungura huyo anapokula bata hapa, alikuwa anakula maisha. Kwa hiyo akitoa kinyesi chake huyo sungura, hicho kinyesi kitakuwa kinadondoka kwenye bati moja kwa moja, na hiyo kumzuia sungura asigusane na kinyesi chake. Asigusane na kinyesi chake. Kwa hiyo na ukiona kwa mfano umeona boksi la kuzalia. Boksi la kuzalia ni muhimu kwa vifaranga, kuzuia vifaranga kwamba wasiweze kupata baridi. Kwa hiyo kitu cha kwanza cha kuangalia kwamba utaona hapo kwamba unaona kwamba banda lilivyojengwa, miundombinu yake tunazuia sungura asije akakanyaga kinyesi chake na kakila. Maana yake tunazuia kitu kinaitwa coccidiosis, ambao ni ugonjwa wa kuwalisha kwa sungura. Kwa hiyo ni ya kwanza ambayo hiyo inatokana na usafi. Kwa hiyo ukizingatia usafi na banda bora, maana yake unamkinga sungura kutokana na huo ugonjwa wa kuwalisha. Kwa hiyo ndugu zangu, watazamaji wetu wa Saole TV, tutakuwa tuna ziara ya kutembelea wafugaji wetu ndani na nje ya Tanzania, lakini ziara inakuwa imegawanyika mara mbili. Tunapita kuangalia kama mnafuata standard ambazo zinatakiwa kama tulivyokubaliana kwenye mikataba yetu ya ufugaji kibiashara, lakini pia tunafuata kuona kama kuna changamoto yoyote tuweze kuitatua kulingana na eneo lako la ufugaji. Kwa sababu ukienda Kilimanjaro utakuta kuna baridi. Ukienda Dar es Salaam na Tanga utakuta kuna joto. Ukienda Kagera utakuta kuna baridi. Kwa hiyo hatuwezi tukawa na suluhisho la pamoja kwa eneo moja, lakini tutakuwa na suluhisho la sehemu. Ndio maana sasa hivi tunafika shambani kwako mara kwa mara kwa ajili ya kusimamia, kuangalia mradi wako, kuhakikisha kwamba unatimiza ndoto zako. Na hiyo ndio vitu tutakavyokuwa tunaviangalia, lakini vitu vingine tutakuwa tukichukua mazao. Wale ambao watakuwa wana mazao tutakuwa na ndio maana unaona tuko na ulinzi. Tuko na ulinzi. Sio usije ukataka kututeka hapo njiani, tuko ulinzi, tumejimailisha, usalama huko, kitengo cha usalama cha kampuni kiko vizuri kabisa. Hawa usicheze nao. Ukiwaona njiani usicheze nao. Wewe wasalimie, nenda usicheze nao. Kwa hiyo tunafika, kuna mahali tunalipa cash, kuna mahali tunalipa kwa check kulingana na kiwango cha mavuno yaliyo. Na wasisitiza tu, jitahidi kulisha sungura kwa wakati, mwekee maji ya kutosha. Maji kwenye banda la sungura yawepo muda wote. Kwa mfano, unaona mkulima wetu huyu mkulima wetu yeye amefunga hapa nipples. Amefunga nipples. Hiki ni kifaa, hebu fungua hapo muoneshe maji yanavyotoka. Hii bonyeza hapo, bonyeza hiyo nipples. Kwa hiyo unaona hapa, ukibonyeza hapo utaona maji yanatoka. Kwa hiyo sungura anakuwa anapata maji muda wote. Kwa kazi ya mkulima sasa yeye ni kuja kuangalia. Anakuwa anaangalia ndoo yake hapa kwamba kwa mfano kama ukiona hii tayari maji yamepungua. Sasa hiyo ndio kitu cha kuangalia. Umeona? Kwa hiyo ukiangalia ndoo yetu dogo, lete maji, utaona maji yamepungua. Kwa hiyo maji yakiwa yamepungua kama hivi inatakiwa. Lakini jambo jingine, usafi. Hii ndoo unaisafisha mara ngapi? Mara moja kwa siku. Hii unaweza usisafisha hata wiki nzima, isipokuwa hakikisha kwamba unaweka maji. Kwa mfano unaona haya maji, unaona ni machafu. Sasa ukiwanywesha maji machafu sungura, inaweza kapelekea wao wakaanza kuwalisha, wakaanza kutapika, ambao pia kaize kaleta madhara kwa sungura kupata coccidiosis. Kwa hiyo jitahidi tunavyotumia nipples, maana yake tunatumia njia ambayo sungura wetu hawezi kupata uchafu wote kupitia chakula. Kwa hiyo jitahidi kwamba kuhakikisha kwamba sungura wako wanapata maji ambayo ni masafi. Sijajua unayapata wapi? Maji unapata wapi? Ndani. Maji ni mazuri, yanafaa kwa sungura. Kwa hiyo ukiwa umeweka hii njia ya kisasa, basi wewe unachofanya ni kuja kusafisha ndoo yako na kuhakikisha kwamba ndoo inakuwa na maji muda wote. Lakini pia changamoto ya Dar es Salaam naona ni joto. Haya maji ukiacha hapa muda mrefu, maana yake utakuta yanapata joto. Kwa hiyo sikushauri, unanisikia bwana mdogo? Sikushauri uwe unaweka maji mengi. Kwa sababu ukiweka maji mengi yana joto, maana yake sungura hataki kunywa maji ambayo yana moto sana kulingana na joto la eneo lako. Kwa hiyo unaweza ukawa asubuhi ukaweka maji sawa, asubuhi ndio weke maji, mchana yatoe yale maji, yaweke kwenye dumu, yaweke chini ili yapate ubaridi, alafu jioni weka maji mengine. Umenipata kijana? Unayabadilisha ili maji yasiwe na nini? Yasiwe na joto.
haifai kumlisha sungura maji ambayo yana joto. Kwa hiyo huyu mfugaji wetu kama unavyoona hii system ya nipples, maana yake huyu yeye atakuwa na dili na usafi wa ndoo, ambapo yeye kazi yake tu ni kukagua ndoo kama hiyo maji hapo. Na anachoshauri katika banda hili kulingana na joto la Dar es Salaam, basi ninachoshauri ni kwamba inabidi maji aweke. Unasikia kijana, umeenda hapo? Ipo. Maji inabidi uweke mara 3. Kama unavyowapa chakula mara 3, basi maji uweka saa moja asubuhi, saa 8 mchana, saa 4 usiku. Wakati unakwenda kuweka chakula, angalia maji. Ukisikia yana joto, yatoe, weka kwenye dumu, liweke chini ili yaweze kupata ubaridi, uweze kuwawekea. Sababu ukiwa unampa maji yenye joto, yale pia yanasababisha sungura kualisha. Unaelewana sana mdogo wangu? Sasa majani sijajua unampa majani ya namna gani. Ningepata majani unayompa kuyaona ili tuweze kushauri kidogo. Majani yako hapa. Hamna hata mabaki kidogo ya majani unayowalisha sungura wako. Yameisha. Yameisha. Kwa hiyo wanakula pellet peke yake. Majani yanakula usiku. Wanakula sasa yako wapi? Nataka nijue aina majani unayowapa. Na tunashauri sungura apate majani angalau usiku. Yaani akipata sungura majani ale usiku, hizi pellet ale mchana. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu mchana unaweza kuwa una muda wa kupita kuangalia maji kama yana moto, maji kama yapo kwenye kifaa, na kuweza kumpatia sungura wako. Lakini kama ukiwa umpi majani, umeona kwa mfano huyo sungura, umeona sasa hivi unaona anakula sasa hizi. Kwa nini anakula? Anakula kwa sababu chakula kile tayari tumemwekea yale maji. Kwa hiyo anahisi yale maji ambayo tumeweka kwenye pale, kuliko kumpa chakula ambacho ni kikavu. Na ukimpa chakula kikavu ni kwamba anakaukiwa, ambayo inapelekea anavimbiwa, anaanza kutapika, mwisho wa siku anakufa. Kwa hiyo unatakiwa ujizingatie sana na majani unayompa. Yangekuepo kidogo, jitahidi upate majani kidogo. Sasa hivi ni msimu wa nani? Ni msimu wa majani. Mvua. Msimu wa mvua. Huhitaji kumwambia bosi wako anunue majani. Unaenda pale njiani, tutaenda majani ambayo sungura anaweza kala. Sio lazima uende sokoni. Yaani sisi tunachonunua katika ufugaji wa sungura, majani hayauzwi, magugu hayauzwi. Dar es Salaam hapa, lakini unaona kuna mashamba hapa. Unaenda kwenye mashamba, unaenda kwenye kando ya njia, kuna majani maalum ya sungura. Kwa mfano kuna mchunga, kuna mashona nguo. Hiyo yote inafaa kuleta kulisha sungura. Lakini utakapoyaleta yale majani, kwa sababu umeokota njiani, yaoshe yale